Bosi, mambo vipi? Safi hivi baba. Njema kabisa. Sasa zinakwenda. Tuichungulia kamera yangu kwa sawa sawa. Ndio bana. Kashikachi za kuielekea sasa tarehe 2 mchezo mkubwa shirikisho. Maandalizi vipi na unaona vipi hapa kama kikosi litakwenda kutoboa? Kikosi ninavyokiangalia mimi tuko vizuri. Kundu wa Msimbazi wako vizuri kwa sababu hayo mambo sio mageni. Hayo mambo tumeshawahi kwenda tukafanya vizuri, kwa hiyo sio mageni kwetu. Kwa hiyo sasa kama sasa hivi wao kwenye timu ya taifa wakirudi wanaingia kambi dakika zile tunatembea. Kwa hiyo mambo sio mageni. Lakini sio mageni, lakini ukiangalia joto la kuelekea mchezo kama linaonekana kuwa kubwa. Waarabu mmekuwa mkicheza nao mara kwa mara. Almasi mnaenda kukutana nao tena baada ya misimu mingi kupita hapa, mnaenda kukutana nao tena mara ya pili. Kisasi kikubwa kipo kuwapiga nyie kulingana na kujaribu ile historia ambayo mmeitengeneza Waarabuni. Hii haiwastui kwamba mchezo wa tarehe 2 kama mnaweza mkapoteza? Kwa sababu Waarabu sisi tunawajua sana. Tofauti na wenzetu au wanajiita si wananchi. Tofauti kabisa. Kwa sababu sisi Waarabu tunawajua sana. Tunajua nje ndani. Kwa hiyo sasa hayo mambo sisi yani hayatutishi. Yani hapo tunaenda kupiga tu. Yani hatuna hata wasiwasi. Tunaenda kubomoa pale. Mchezo marudiano unanyona uonaje? Marudiano na kucheza hapo kwa Mkapa. Vipi endapo kama ikatokea kule mmetoa sare au mkipoteza mchezo marudiano unaweza kwenda mkasaisha makosa au kule kupoteza nyumbani ndugu yangu, hata kama tukitoka sare kule nyumbani ndugu yangu, kama historia ya nyuma hapa tumeshawahi nyumbani pale kuwabomoa afu tukatembea. Kwa hiyo sasa hiyo haitupi wasiwasi kabisa. Kwa hiyo sasa kwa Mkapa pale ni nyumbani. Anachinjwa mtu pale. Hapo pale ni machinjoni pale. Kipigo cha kwa Mkapa ni kama wewe hapo nakiona hiki kipigo unaweza kukiitaje? Kipigo cha mbwa mwizi au unaweza kukiita vipi? Kile ni tukatachowapiga ni kipigo cha mbwa koko. Yani sisi tunafukuzia ili tuingie tu nusu finali. Kwa huyu kocha tulionaye huyu yuko vizuri sana. Lakini ukiingia nusu finali pale uone kuna majani tunaenda kukutana nao pale. Na sisi wanatuogopa kwa sababu mtu akipangwa tu na Simba yani anakiangalia karatasi tumepangwa na Simba lazima atetemeke, lazima aogope. Kwa hiyo sasa kama sisi wanatuogopa, sisi hatuna budi kuogopa. Bwana ukisema Simba kama ilikuwa naogopa, kuna majina aliyoitengeneza Simba paka ikawa tishio Waarabuni. Ukiwataja kama kina Emmanuel Okwi, ukataja kina Medika Gele, ukimtaja Protas Chota Chama, unamtaja Royce Mixon, ukimtaja nani mliyempeleka TP Mazembe akamkopo Bareki. Kile kikosi ukisimama pale ukija kumtaja Aishi Manula kipindi kile katika ubora wake, ukija kile kikosi kwa kisimama pale kweli kinaonesha kwamba hii kweli ni Simba kwa kinawatetemesha. Sasa hivi waliopo kweli kuna wataenda kuibeba hiyo status kweli unavyoiona. Sasa ndugu yangu, yani mambo waga yanaenda, mambo yanapita, wale walikuwepo kipindi kile. Sasa baba kuna vifaa vimeingia. Vile vifaa ndugu yangu, yani mimi ninavyoona si tofauti na kina Emmanuel Okwi. Kimwangalia kama Chazi ya huwa yule. Hata Clatous Chama yuko nyuma. Yani ukimwisha Chama na nani yuko nyuma. Lakini Chama ndio amefanya makubwa, si unacheke. Mtani kaenda kumdokoa pale. Sawa. Mtani nani amechukuliwa pale kwa sababu tu ya kwamba kuizoofisha, kumbe na sisi bosi wetu yuko vizuri. Akafanyaje? Akafuata kifaa. Akapiga Harmonize in story. Akafuata kifaa cha maana. Chazi yuko ndani ya nyumba pale. Kwa hiyo sasa ndugu yangu, yule baba yule ni shida. Akiingia ndani ya 18 unaweza asifunge yeye, akampa mkwala, akamaliza show. Lakini bado tunaanza, lakini bado kuna shida moja tunaiona kama tukiangalia pale tunamkosa William Osumbo Onana pale Simba. Au wewe unaionaje bwana? Tumuoni pale ile namba ile tunaona kama vile bado hajatendewa haki. Onana sawa, yeye alikuwa kipindi hicho alikuwa na yeye kipindi hicho, ila sasa hivi kuna watoto pale wanafukuzia namba. Unaweza ile namba alikuwa anacheza huyo jamaa Onana, unaweza ukasema kwamba hakuna nani gap.
hakuna gap pale, kwa sababu kuna watoto pale wakikalia hiyo namba babu, unaweza ukasema kwamba hamna tofauti. Lakini Shemaloni bado watu wanamuona kama Shemaloni bwana haitendei haki, wanaona mpaka Kapombe anarudi kuja kutoa msaada. Shemaloni ni chuma baba, yani kusapotiwa kupo tu, hata nani alikuwa anasapotiwa, lakini sasa Shemaloni ni chuma baba, hiyo ni beki ya kimataifa hiyo ndugu yangu. Kwa hiyo sasa ndugu yangu, yani makosa hata majuu kule makosa yapo, wanakoseaga, lakini Shemaloni chuma ni beki. Sawa. Sasa wewe sasa hivi unaenda kukutana na Almasry. Ukiwacheki kwanza mfumo wao unaocheza, manyingi wanapenda kucheza 4-2-3-1. Maana kule mbele wana forward mmoja wanamwamini. Lakini bado Simba hapa tunaona bado namba 9 pase bado tunapelea. Unaenda kukutana na mpinzani ambaye tayari ana 9 asilia kabisa anaenda kucheza. Haoni kama hii kidogo itawapa kashikashi sana kuona midfielder wakipanda kabisa na kushuka, ile kupanda na kushuka anaweza upepo ikakata ile pumzi ya moto. Mimi naamini approach ya mwalimu wangu. Huyu mwalimu anaangaliaga Fadlu anaangaliaga, anaweza akiangalia kikosi kwamba hapa niingieje hapa. Anaweza akaingia na wewe ukajua kwamba hapa ameingia kitofauti huyo jamaa. Tunaweza kuwamudu wale hamna. Wale kwanza wanatuogopa. Kwa hiyo sasa hatuwezi kuogopa kivile sisi. Kwa sababu sisi ni wenyeji kule. Kwa maana yangu hii inaenda mpaka nusu au inaenda mpaka finali na kombe linakuja kuitimiza ile kiu ya aliyekuwa rais wa Tanzania hapo Hayati Magufuli kama kuja shirikisho linakuja. Baba tukishaingia nusu finali hiyo tayari. Kishaingia nusu tayari. Imeenda hiyo. Tukishaingia nusu tayari imeenda hiyo. Kombe linakuja hapo.